Kila ifikapo Machi 8 kila mwaka huadhimishwa siku ya wanawake duniani ambayo kwa mwaka huu 2025 kitaifa yanafanyika mkoani Arusha. Na kwa mkoa wa Mbeya maadhimisho hayo kimkoa yamefanyika Machi 7 katika wilaya ya Kyela yakiongozwa na mkuu wa mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Juma Zuberi Homera. Katika maadhimisho hayo shughuli mbalimbali zimefanyika ikiwa ni pamoja na maonyesho ya bidhaa mbalimbali za wanawake wajasiriamali pamoja na ugawaji wa magodoro, sabuni, sukari na mchele kwa baadhi ya wahitaji. Katika hotuba yake mkuu wa mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Juma Zuberi Homera amewasisitiza wanawake kuwajibika katika shughuli mbalimbali za kijamii ikiwa ni pamoja na kutimiza majukumu ya kifamilia. Tunaadhimisha siku ya wanawake duniani kwa lengo la kutafakari maendeleo yaliyopatikana na kukwamua wanawake katika nyanja mbalimbali za kijamii, kiuchumi na kisiasa. Kauli mbiu ya mwaka 2025 nadhani mmeshaisema sana hapa. Wanawake na wasichana, tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Kauli mbiu hii inahamasisha jamii katika kukuza usawa, haki na uwezeshaji kwa wanawake na wasichana. Lakini ndugu zangu niwaambieni, hapa leo tunahamasishana kwamba tusiwe na dhana potofu kwamba wanawake wakiwezeshwa wanaweza. Sasa twende na wanawake wanajiweza na wanaweza hata bila kuwezeshwa. Makofi mengi sana kwenu. Lakini pia tusiwe na vinyongo wala unyonge. Wanawake ni jeshi kubwa. Unavyoambia ni jeshi kubwa. Ndani ya nyumba mkitaka kuwe na amani na utulivu, mwanamke awe na utulivu. Na mwanamke anakuwa na utulivu kwa mambo mengi. Kwanza lazima uhakikishe kwamba unamhudumia vizuri. Hilo la kwanza. Lakini la pili, na yeye mwenyewe anajihudumia vizuri. Ndio mambo yamebadilika sasa. Jihudumie vizuri, tukuhudumie vizuri. Katika kuhakikisha kwamba wanawake wanajikwamua kiuchumi, mkoa ulianzisha majukwaa mbalimbali ya wanawake ili waweze kujikwamua kiuchumi. Majukwaa zaidi ya 571 yalianzishwa na ambayo mengine yako vijijini na mijijini, kuhakikisha kwamba wananchi wanaweza kupata huduma mbalimbali za msaada wa kiuchumi kwa ajili ya kuhakikisha wanajikwamua kiuchumi wanawake. Niwapongeze sana wanawake wote mlioshiriki na kutembelea maonyesho haya, lakini pia niwasihi wanawake na sisi wanaume pia tuna changamoto. Mtulee, msituache. Mtulee, msituache. Hakuna penye mwanaume mwenye mafanikio pembeni yake kuna mwanamke. Na penye mwanamke mwenye mafanikio pembeni yake kuna mwanaume. Na sisi hapa ni viumbe tunaotokana na wanawake. Na wanawake ndo mabosi zetu. Basi tunaomba na nyinyi mabosi, na nyinyi mtulee, msituache. Wababa hawahitaji uongee kama redio usiku kucha, asubuhi mpaka jioni. Yaani hiyo ni kero kubwa ndugu zangu wanawake. Yaani wewe toka kiingereza mtu ametoka kazini saa 11 ile au saa 10. Ni maneno mpaka saa 4 usiku mpaka asubuhi kesho yake. Huyo mwanaume kama alikuwa na upendo wa 90% atapunguza kwa 10%, zitabaki 70. Na kadiri unavyoendelea kufungulia redio masaa 24, mwisho wa siku itabaki redio, yeye atakuwa ameshaondoka. Lakini jambo la pili, jambo la 4, mwanaume anapenda mwanamke anayejishughulisha. Lazima uwe una uwezo wa kujishughulisha na uwe mshauri mzuri kwenye nyumba. Sio kila wakati unasema nimeona kitenge kizuri kule, mume wangu kaninunulie. Nimeona fulani yule anatembelea gari fulani, na mimi uninunulie. Pambaneni wote mkanunue vizuri kabisa, kila mmoja anakuwa nalo. Kwa wanawake mpambane na hali. Sema nisiseme. Mwanamke anachotaka hata kama umekosea umwombe msamaha. Kama umekosea mwanaume, kitu cha kwanza mwanamke anataka, samahani mke wangu, nimekosea sana. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Lakini jambo lingine, nitoe rai kwa washiriki wote kuhakikisha pamoja na shughuli mbalimbali kujikwamua kiuchumi mnazofanya, msisahau jukumu la malezi, makuzi kwa watoto wetu. Na tukumbuke kuwa taifa la kesho linategemewa na watoto wa leo. Ili tuwe na taifa imara, ni lazima tuungane kwa pamoja, tuwalinde watoto wetu. Watoto sasa hivi imekuwa changamoto ni kubwa. Ukienda pale mjini Mbeya, watoto wamekuwa ombaomba wapo. Ndio tunashughulika nao, kila watoto wakionekana
tunawatafuta wazazi wao, tunawakabidhi. Hata kama umechanganyikiwa kiasi gani, tunza watoto wako. Ile ndo damu yako, ndio itakayokuwa inakusaidia wewe kama mzazi, kama baba, kukuombea wakati wote wa shida na raha. Sasa ukiwaacha peke yao wakaenda kulelewa na baba mwingine, umefukuza hizo baraka ziende sehemu nyingine. Na kwa upande wao, baadhi ya viongozi waliohudhuria katika maadhimisho hayo, ikiwa ni pamoja na mbunge wa viti maalum Mbeya Mheshimiwa Sofia Mwakagenda na Mheshimiwa Edna Mwaigomole, mwenyekiti wa UWT mkoa wa Mbeya, wamewatia moyo wanawake kuzidi kujiinua kiuchumi kwa kujishughulisha na shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Leo ni takriban miaka 30 toka tuende Beijing, na tulikuwa tunalalamika na kutaka nafasi za wanawake. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, leo hii tuna rais mwanamke baada ya miongo mitatu, lakini tulikuwa na spika mwanamke Mama Makinda aliyefanya kazi nzuri sana, na akamwachia mdogo wangu Mheshimiwa Tulia Ackson kuwa spika mwanamke na rais wa IPU. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nipe nafasi nielezee faida tuliyoipambania miaka 30 iliyopita. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hapa tu kwenye wilaya yako tuna DMO mwanamke, tuna mkurugenzi mwanamke, tuna mkuu wa wilaya mwanamke, tuna wanawake mapolisi, tumeona pale matrafiki wanawake. Haya ni mapambano ya wanawake tuliyopambania kwa miaka zaidi ya 30. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunaye katibu mkuu Zanzibar, kwa mara ya kwanza nchi ya Kiislamu, lakini katibu mkuu ni mwanamke. Haya ni mapambano makubwa sana kwa taifa letu la Tanzania, na sisi wanawake tushikamane, tuhakikishe hatupengwi na maneno yanayosema adui ya mwanamke ni mwanamke. Si kweli. Sisi wanawake chini ya jumuiya ya UWT tuko bega kwa bega na serikali katika kumuinua mwanamke. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hata ukiangalia unaona kwamba kuna mabadiliko makubwa sana ukilinganisha na kwa mwanamke, ukilinganisha na miaka 30 iliyopita. Wanawake sasa hivi wameinuka, wanapambana, wanajiwezesha, na niwaombe wanawake tusirudi nyuma, kwa sababu unapokuwa huna chochote pia ni rahisi sana kunyanyasika kijinsia. Kwa hiyo ukijiinua kiuchumi, hata unyanyasaji unapungua. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi tumefurahi sana na tunamwombea mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan aweze kuendeleza taifa hili. Amekuwa kwa mfano, na tumeona jinsi gani wanawake wengi ambao wameshika ngazi za juu za maamuzi kwa sasa, na hawa wanawake wako ngazi ya kitaifa, ngazi ya mkoa na ngazi ya wilaya.